Yesu asifiwe. Kabla hatujajua tufanye nini ili tuweze kuokoka, nataka tujue maana ya kuokoka ni nini. Kuna watu wanasema duniani hakuna kuokoka. Pole. Pole. Wanasema nitaokoka baada ya kufa. Pole. Pole. Sema pole. Pole. Wanasema hakuna duniani kuokoka. Pole sana. Ndio. Mimi nimekuja nikwambie leo kwamba duniani kuokoka kupo. Na leo nitakwambia ufanye nini ili upate kuokoka. Ndio. Maana Biblia imeandika katika kitabu cha Ibrania ile sura ya 9 na mstari wa 27 ya kwamba kama mwanadamu alivyopewa kuishi mara moja na baada ya kufa ni hukumu. Hakuna kuokoka baada ya kufa. Hata kama mashehe watakuombea, hata kama wachungaji wote wa Chalatila watakuombea, kama ukuokoka wakati wa uhai wako, hakuna kuokoka wakati wa kufa. Umepotea. Umetoka hiyo. Umepotea. Wengi wanasema duniani tunaongoka, tuongoki. No, unaongoka peke yako. Sisi tumeokoka. Ndio. Na tumekuja tukwambia ufanye nini ili upate kuokoka. Nikazie macho hivyo hivyo. Unajua duniani tunaongoka. Hakuna aliyeokoka duniani. Peke yako hujaokoka. Mimi nimeokoka, sijui wewe. Nimeokoka. Unajua duniani hakuna mtakatifu. Mimi ni mtakatifu. Na mimi pia. Kama umeshindwa kuwa mtakatifu ni wewe kivyako. Na Biblia inaambia kwamba watakatifu walio kuzimu, watakatifu walioko mbinguni, watakatifu walioko milimani, hapana, watakatifu walioko duniani, hao ndio walio bora. Hawako mbinguni hawa. Hawako kaburini. Wala sio mtakatifu Petro aliyelala. Wala sio mtakatifu Andrea aliyelala. Wala sio mtakatifu nani aliye mbinguni. No. Mtakatifu aliyoko duniani, huyo ndiye aliye bora, na huyo ndiye Mungu anayependezwa naye. Na huyo mtakatifu lazima awe wokovu. Kuna watu wameshindwa na dhambi. Wanaona wote wameshindwa na dhambi. Dhambi imekushinda peke yako. Na si kwa sababu dhambi ina nguvu kuliko wewe, hapana. Kwa sababu umekosea, umeshindwa kuokoka. Ndio. Wameshindwa na pombe. Anasema kwa sababu duniani hakuna mtakatifu, ni pombe imenishinda. Imekushinda peke yako. Wameshindwa na tamaa. Wakimwona mke wa mtu anatamani wa kwake. Akikaona katoto mpaka Yesu leo akupe nguvu na mamlaka ya kushinda dhambi. Sema ayayayaya. Ayayayaya. Ndivyo ilivyo. Mimi nimekuja nikwambie nimeokoka. Na Yesu mwenyewe alisema kama kuna mtu yeyote anayenihukumia dhambi aje aseme. Haleluya. Haleluya. Kabla hujapata jibu la nifanye nini ili nipate kuokoka, nataka ujue maana ya kuokoka kwanza. Kwa sababu usipojua maana ya kuokoka, utakuwa vile vile na akili yako ya kwamba duniani hakuna kuokoka. Nimekuja nikusaidie leo ya kwamba duniani tunaokoka, na baada ya kuokoka duniani tunategemea na kutarajia uzima wa milele. Na huo uzima wa milele tunao tukiwa tayari tumeokoka duniani. Hakuna kuokoka baada ya kufa. Hakuna shehe atakaye kuombea baada ya kufa uokoke. Hakuna pastor wala padri atakaye kuombea baada ya kufa uokoke. Unaokoka sasa, unaokoka sasa. Maana kuokoka ni nini? Siku moja napiga story na mtu mmoja, anasema ndio tunaokoka, lakini tunaokoka kwa sababu kuokoka ni neno la Kiswahili, kwamba nalikuwa katika kutembea, gari likaja likataka kunigonga, nikakwepa, kwa hiyo nikaokoka na ajali ya gari. Ndio, uko sahihi. Uko sahihi kabisa. Kwamba tulikuwa kwenye gari watu 10, tunasafiri tunaelekea Sumbawanga. Tulipofika Kaengesa, gari likapinduka, tukapona watu 2. Kwa hiyo sisi tumeokoka. Ndio, umeokoka. Ndio, ni sahihi kabisa, umeokoka. Maana kuokoka ni kupona na hatari. Ndio. Kupona na hatari. Kuna hatari ilikuwa inakuja mbele yako. Ulikuwa zako kulima makonde huko mashamba ya Mwera, unalima, mara ukamwona chatu mkubwa anakuja, ukasema miguu yangu nisaidie, ukasema mayo ukasema weleza, ukatapa mbio. Na tatu akukukamata. Una ujasiri wa kusema nilikuwa shambani nimeokoka na tatu. Ndio.
Najua umeokoka na tatu, umeokoka na ajali, lakini sio wokovu unaozungumzia hapa. Hapa ninazungumzia wokovu mwingine kabisa, na huo wokovu haupatikani kupona na tatu. Umemtafuta tatu shambani, umeokoka pole, lakini wokovu hausemei kwa habari ya ajali. Umepona kwenye ajali kwa sababu ulipanda gari na dereva alikuwa mlevi, pole. Ninasemea wokovu ulio halisi. Huo wokovu mtu akiupokea, maisha yake yanabadilika. Huo wokovu mtu akiupokea, historia yake inabadilika. Huo wokovu mtu akiupokea, jina lake linabadilika. Sema ayayaya, ayayaya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huo wokovu unapatikana katika Kristo Yesu. Huo wokovu haupatikani kwa ukubwa wa hatua zako kumkimbia tatu. Huo wokovu haupatikani kwa ujanja wako wa kukwepa ajali. Huo wokovu unapatikana katika Kristo Yesu. Sema katika Kristo Yesu. Katika Kristo Yesu. Mtu ataniuliza, je, nikiokoka kwenye gari sio Kristo Yesu? Ni Kristo Yesu, lakini sio wokovu unaosema hapa. Huo ni mwili huo. Mtu atauliza, je, nikiwa nakimbizwa na tatu nikaokoka sio katika Kristo? Ni katika Kristo Yesu, lakini sio naosema hapa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Katika Matendo sura 16. Matendo sura 16 mstari 25 hadi 34. Sikiliza kwa makini. Matendo 16. Wazee nisameni kama nimeruka. Leo siruki, naongea na watu wa Chagatila kwa upole. Matendo 16:25 Biblia imeandikwa hadi 34. Lakini panapo usiku wa manane, sikiliza vizuri, Paulo na Sila walikuwa wakimwomba Mungu na kumwimbia nyimbo za kumsifu, na wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. Ghafla pakawa tetemeko kuu la nchi, hata misingi ya gereza ikatikisika, na mara hiyo milango ikafunguka, vifungo vya wote vikalegezwa. 27. Yule mlinzi wa gereza akaamka, naye alipoona ya kuwa milango ya gereza imefunguka, alifuta upanga, akataka kujiua, akidhani ya kuwa wafungwa wamekimbia. 28. Ila Paulo akapaza sauti yake kwa nguvu akisema, usijizuru, kwa maana sisi sote tuko hapa. Akataka taa ziletwe, akarukia ndani akitetemeka kwa hofu, akawaangukia Paulo na Sila. 30. Kisha akawaleta nje akasema, bwana zangu, yanipasa nifanye nini nipate kuokoka? Uliza tena swali. Akasema, kisha akawaleta nje akasema, bwana zangu, yanipasa nifanye nini nipate kuokoka? Ndio, maliza. 31. Wakamwambia, mwamini Bwana Yesu, nawe utaokoka pamoja na nyumba yako. 34. Akawaleta juu nyumbani kwake, akawaandalia chakula, akafurahi sana yeye na nyumba yake yote, maana amekwisha kumwamini Mungu. Haleluya, haleluya. Amen, amen. Haleluya, haleluya. Amen, amen. Haleluya, haleluya. Amen, amen. Wokovu unazungumzia hapa. Wokovu special, sema special. Wokovu unazungumzia hapa ni wokovu uliobeba maisha na uzima wa mtu. Sema maisha na uzima wa mtu. Maisha na uzima wa mtu. Wokovu unazungumzia hapa ni wokovu uliombeba mwanadamu asiingie katika hukumu ya Mungu. Sema katika hukumu ya Mungu. Katika hukumu ya Mungu. Huyu alikuwa ni askari wa Kirumi. Amepewa watu wawili awaweke ndani. Sababu ya kuwekwa ndani, kwa sababu alikuwa akihubiri Injili na kuwapoza walio na mapepo ya uaguzi. Kumbe kuna wakati mtu anaweza kawa na mapepo, kumbe hayo mapepo yamewekwa na mtu kwa ajili ya faida za mtu fulani. Ndio, na hawataki, wanayalinda, hawataki yatoke. Akionekana mtu anataka kuyatoa, ni wanafanya ugomvi naye. Wakiwa na mamlaka wanaweza kamweka hata ndani. Ndivyo ilivyokuwa
Kulikuwa na binti mmoja, kijakazi mmoja aliyekuwa na pepo wa uaguzi. Alikuwa akifanya hivi siku nyingi na kuwapatia bwana zake faida. Mtu ana mapepo, lakini kupitia mapepo ya mtu kuna watu wanapata faida. Mtu ana mapepo, kupitia kuteseka kwa watu kuna watu wanapata maokoto. Unaona, mtu ni kichaa, huyu ni kichaa kabisa, lakini kumbe kupitia kichaa wake kuna mtu anapata faida. Sijataka kuzungumzia leo huko. Leo nataka nizungumzie habari za wokovu. Sema haleluya. 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 Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Huyu mtu alipoweka ndani Paulo na Sila, hawa walikuwa sio Wakristo, hawa walikuwa ni wana wa Mungu, walitambua nguvu ya Mungu ndani yao. Walipokuwa usiku wa manane, hii ni kawaida ya mwana wa Mungu kuomba. Mwana wa Mungu kawaida yako ni nini? Kuomba na kumfanyia Mungu ibada. Ndio. Katika kuomba minyororo inakatika. Ndio. Katika kuomba magereza yanafunguka. Ndio. Magereza ya kichawi, mashimo ya kichawi yako, mashimo yako, magereza si magereza ya dunia, ni magereza ya kichawi. Watu wanaweza kawekwa humo, lakini kwa wana wa Mungu tunapokuwa tukifanya ibada, tunapokuwa tukiomba, ndio maana maombi yanapigwa vita. Watu wanaweza kakesha na disco hapa Chalatila, wanaweza kakesha akipiga makelele wakiwa wamelewa, lakini ikitokea Mkristo amekesha kiomba ni hatari. Vita na serikali. Kwa sababu kwenye maombi kuna ajenda. Na hii ajenda ni ya kumtoa mtu kwenye magereza. Na nataka nikwambie kwamba Chalatila itajua ya kwamba Mungu anaishi. Nataka niseme ya kwamba wakati na majira haya Bwana amekusudia kuwatoa wote walio katika magereza kwa jina la Yesu. Amen. Yule aliyetasa na aimbe ya kwamba Bwana amemwondolea utasa wake kwa jina la Yesu. Amen. Yule aliyekuwa karibu mimba na aseme ya kwamba Bwana amenipa mtoto kwa jina la Yesu. Amen. Hey. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Paulo na Sila wakaendelea kufanya maombi. Maombi ni hatari. Ndio maana Biblia inasema kwamba silaha zetu sisi ni dhaifu kwa macho. Mtu akikona naomba anasema akajikijana kanafanya nini? Silaha zetu sisi ni dhaifu kwa macho, lakini zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Zina uwezo katika Mungu hata kuteka nyara kila mawazo yajinua kinyume na elimu ya Mungu. Kuna elimu inajinua, lakini ni elimu. Inawezekana ni elimu ya dini, iko kinyume na elimu ya Mungu. Hizi silaha zetu zina uwezo kuteka mawazo yanayojinua kinyume na elimu ya Mungu. Hizi silaha zina uwezo hata kuangusha ngome. Nami natamka kwa jina la Yesu, ngome zote kwa jina la Yesu zivunjike. Amen. Vunjika kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Walipokuwa wakiomba, nasema kwamba mara kukatokea tetemeko kuu. Wachawi wanajua wanaokola wanapoomba. Wachawi wanajua waliokoka wanapoomba. Katika ulimwengu wa roho kuna tetemeko. Hawezi wakafanya kazi zao kwa urahisi. Ndio maana akisikia mtu anaomba anasema unapiga kelele. Kawaambia wanaolewa na kufanya disco usiku kuta wanapiga kelele, sio wanaoomba. Na ukome kwanza leo katika jina la Yesu. Amen. Wala nakesha kwenye vilabu, mziki uko juu, wanaruka na majoka, wanasema kuruka na joka. Simba na Yanga je? Wanaruka, tunakanyagana, yaani unakanyagana na unafurahia kukanyagana. Na waambie watu kupiga kelele, ila anayeomba namwambia anatupigia kelele, na ukome katika jina la Yesu. Na majira haya Bwana ameamua tutakufyatua mpaka ufyatuke katika jina la Yesu. Ni saa ya Bwana, haleluya. Ni majira ya Bwana, haleluya. Amen. Chalatila ipate wokovu katika jina la Yesu. Amen. Ni majira ya Bwana aliamua kuitembelea Chalatila, waliofungwa kwenye magereza ya kishetani. Tetemeko litokee, litikise magereza ya kichawi. Walio katika hayo magereza watoke, waliofungiwa wasizae wazae, waliofungiwa wasifanikiwe wafanikiwe. Hii ni mamlaka ya Kristo, na anayesema hapa ni mwana wa Mungu. Ninatamka na imekuwa katika jina la Yesu Kristo ni hai. Kumbe nikagundua sio
kila anayefungwa amekosea. Hapana. Huyu Paulo kosa lake na Sila ilikuwa ni kumponya mtu aliyekuwa na mapepo. Kosa lake liko wapi? Kumbe michawi inaweza ikakasirika, sio kwamba inamwonea tu aliyemkosea. Hapana, inamwangalia huyu mtu anaenda kujenga, huyu inamwangalia huyu binti huyu anaenda kuolewa, huyu inamwangalia huyu kijana huyu amelima mwaka jana eka 3 akapuna magunia 150, mwaka na kuvuna magunia 2000. Tunachofanya ni kumweka kwenye gereza. Unakuta mtu alikuwa hani pombe, anaanza kunywa pombe mpaka anaanguka kwenye choo. Huyu mtu alikuwa sio muuni, anawekewa kwenye gereza la uhuni, anapukutisha mali yake. Mchawi anafurahi baada ya kumpukutisha mtu. Nataka niseme sio majira haya katika jina la Yesu. Sema gereza. Gereza. Na kuzungumzia anaanzaje kuokoka. Hebu nitoke huko, sema toka huko. Nenda waambie watu wa Charatila wanawezaje kuokoka. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Huyu mlinzi huyu alikuwa amelala usingizi wakati ameambiwa walinde sana. Anakuja kushtuka, tetemeko la Mungu limetokea, limetikisa gereza, mageti yamefunguka bila funguo. Hizi nguvu za Mungu ni hatari, ni hatari. Zinaweza zikafungua mlango pasina funguo, zinaweza zikamtoa mtu kwenye gereza la kichawi kupitia kutani na pasionekane palipopasuka, lakini imetoka. Anakuja kushtuka, milango iko wazi masaa mengi. Akasema Mayo weleza na Taizia. Nimeongea nini sasa? Akasema nafua, nilipewa niwalinde watu hawa, lakini malango yamefunguka, sijui yamefunguka saa ngapi. Hawa ni walinzi wa kichawi hawa. Wamepewa mshikilie mama fulani kwenye utasa wake, hakuna kuzaa. Yamepewa mshikilie baba fulani, hakuna kutoboa huyu. Yamepewa mshikilie mama fulani, avuje damu, mwekee uvimbe, hakuna kupona huyu. Lakini natamka ya kwamba iko nguvu ya Mungu itikisayo mageti na magereza ya kichawi. Wale watu waliofungwa na nguvu za giza wawekwe huru katika jina la Yesu. Amen. Huyu mlinzi akasema nafua. Baada ya kuona hivyo akasema na kinachofuata kwa maskari wa Kirumi akifanya uzembe ni kuuawa. Kabla sijauawa bora nife. Akatoa upanga kwenye ala yake ili ajichinje. Paulo alipomwona akasema usijiue, sisi wote tuko hapa, hakuna hata mmoja aliyetoka. Akasema siwezi kuamini, naomba iletwe taa. Ikaletwa taa, akaona wote wapo. Akamwona huyu mwenye kansa, huyu yupo. Akamwona huyu mwenye uvimbe, huyu yupo. Akamwona huyu niliyemfunga kwenye ulevi, huyu yupo. Akamwona huyu niliyemtia kifafa, huyu yupo. Aha, kumbe mpo. Akiwa anatetemeka. Tetemeko la Mungu likitokea, wachawi lazima watetemeke. Na sio kutetemeka tu, ukiwachunguza vizuri. Anasema jamani, ongea mambo ya kwenye mkutano wa hadhara. Ni saa ya tetemeko kutikisa Charatila kwa jina la Yesu. Amen. Ni saa ya tetemeko la Mungu. Waliosetwa na nguvu za giza wako huru kwa jina la Yesu. Amen. Yule jamaa alijua katikati ya wafungwa wengi hawa, huyu mwenye kansa huyu mwenye uvimbe huyu nileta mafarakano kwenye ndoa yake huyu nilieleza watoto wake huyu na huyu nilimtia uvimbe na huyu nilimpa kansa Kuna wafungwa wawili wenyewe walijikuta katikati ya kansa wanaomba, katikati ya gereza wanapiga sifa. Akasema wao ndio waliosababisha haya. Akawaita nje akiwa anatetemeka, maana naiona hatari mbele yake, anatetemeka. Akawaambia, bwana zangu, naiona hatari mbele yangu, nifanyeje nipate kuokoka? Amen. Napozungumzia walinzi wa kichawi, ni washirikina hawa, ni walinzi wa kichawi.
Napozungumzia walinzi wa kichawi, ni wachawi hawa wamepewa dhamani ya kusimamia mtu akae kwenye kifungo. Napozungumzia walinzi wa kichawi, ni waganga wa kienyeji hawa, wamemweka mtu akae kwenye kifungo ya kwamba sitoboe huyu, ya kwamba sitoke huyu. Lakini nataka nikwambie, taratila wako wana wa Mungu watakapopasa maombi yao, vifungo lazima vifunguke. Nami ninasimama kwa zamu yangu kutangaza yale ya kwamba vifungo vilivyowafunga watu, ewe shetani, lazima viwachie katika jina la Yesu. Amemfunga lakini anajipatia faida. Tunamwona mtu ni kichaa, lakini kumbe anauza duka la mtu. Huyu yuko dukani anauza, wewe unamwona ni kichaa, unaona tu ni uvimbe. Ukienda hospitali nakwambia, this we have done ultrasound and we have realized that you have leiomyoma, you have fibroid. Unasema daktari amesema na uvimbe kwenye kizazi, kumbe sio kwenye uvimbe kwenye kizazi. Kumbe unampatia mtu faida, hataki uzae. Wameniambia hizi mimba zinazotoka hizi, wameniambia kwenye tumbo langu nina uvimbe kwenye kizazi, kwa hiyo tu mimba inayopatikana ule uvimbe unapushi mimba inatoka. Kumbe sio uvimbe. Kuna mtu anapata faida kwenye hiyo mimba, imefanyika sadaka kwake. Yawezekana ni mume wako, yawezekana ni mama mkwe, yawezekana ni shemeji yako, yawezekana ni jirani yako. Leo Bwana amenituma niwatangazie waliofungwa habari ya kufunguliwa kwao, niwatangazie waliotekwa habari ya kuwekwa huru kwao. Mimi kama Masiya Bwana nimekuja nikutangazie. Mimi ninatangaza, ninapotangaza inakuwa. Hakuna cha mama mkwe hapa, nikufyeka wote. Hakuna cha jirani hapa, nikufyeka wote. Unasema ndoa yangu mbona inasumbua? Mbona mume wangu akuwa hivi? Kumbe kuna ukabinti kawakala kakuzimu kamemtamani mume wako, kakaenda kwa mganga, akasema mganga, ninatamani sana mtu fulani awe ni mume wangu. Mganga akaangalia kwenye kioo, akasema mbona namuona huyu ameoa? Akasema ndio ameoa, lakini natamani anipende mimi. Akapewa manyanga, akapewa vitu. Huyu mwanaume ukashangaa anaanza kubadilika. Kumbe kuna kajitu katika shida yako kenyewe kanapata furaha, katika mateso yako kenyewe kanapata amani. Leo Bwana amenituma niwapeke wote, niwaambie wote mateka, niwachie katika jina la Yesu. Ndio maana watu hawapendi. Unaweza kusema mbona anaanza kama watu hawamuelewi. Hawanielewi kwa sababu naharibu kazi zao. Na nimeanza, nitaendelea mpaka nihakikishe ngome zote za giza zimeanguka, na nimeinua madhabahu ya Mungu, na kila fikra imemtii Kristo peke yake, na haijatii uganga wala uasherati. Imemtii Kristo peke yake, na watu wote wajue ya kwamba Mungu anaishi. Na mimi sija hapa nieleweke na mtu. Siko hapa kwa ajili ya kueleweka, na sitaki kueleweka, na sitoeleweka. Anashikeni uwezavyo. Sema uwezavyo. Kuna mtu anajiandaa hapa kuandaa kaskendo, kwamba anaanza unamwona vile yuko 1 2 3 3. Sitakuchukia, lakini najua nimekukamata kisawasawa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Paulo akamwambia, unataka kuokoka? Akasema ndio, huko akitetemeka. Akasema mwamini Bwana Yesu Kristo nawe utaokoka, wewe na nyumba yako. Kuna watu walitengeneza maagano, wakamtafuta shetani, na kwa fedha wakaenda kumnunua. Akamwambia hii ni ilizi tu, weka upa, haina shida yoyote. Vaa kiunoni, haina shida yoyote. Sio nenda makaburini kachinje mbuzi, hakuna shida yoyote. Wakamnunua shetani, wakamleta mpaka kwenye nyumba zao. Anatesa watoto leo, anatesa mke leo, anatesa mume leo, kwa sababu alimnunua shetani. Nataka nikwambie, unapomwamini Yesu Kristo unaokoka wewe na nyumba yako. Unapomwamini Yesu Kristo unaokoka wewe na watoto wako. Unapomwamini Yesu Kristo, mashetani hayasogelei familia yako, mashetani hayasogelei watoto wako, kwa sababu unakuwa umenunuliwa, si kwa vitu viharibikavyo, si kwa damu, si kwa fedha, wala si kwa dhahabu, bali ni kwa damu ya thamani isiyo na hila ya Yesu Kristo.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa kwa nini uliamini jina la Yesu wewe wakala wa kuzimu? Kwa sababu hakuna wokovu mwingine. Wokovu haupatikani kwenye dini wala kwenye dhehebu. Wokovu haupatikani kwa Mtakatifu Petro. Wokovu hautapatikani kwa bikira Amabele. Wokovu haupatikani kwa bikira wala nani wala mtakatifu wala mchungaji wala shehe wala mtume, bali katika Yesu peke yake. Hakuna wokovu mwingine unadamu waweza kupata isipokuwa katika Yesu. Matendo ya Mitume sura 4. Kwa nini uliamini jina la Yesu? Ili uokoke. Kwa nini? Matendo ya Mitume sura ya 4. Umeambiwa amini dini yako utaokoka. Umeambiwa ishikilie dini yako, ni dini ya Mwenyezi Mungu. Hakuna dini ya Mwenyezi Mungu ila yuko mtu wa Mwenyezi Mungu, na huyu mtu anapompokea Yesu, yeye ndiye anayekuwa dini. Yeye ndiye anaanza kuwa na miguu kwenda kuwaona wajane, anayekuwa na miguu kwenda kuona yatima. Huyu mtu anaanza kujitenga na mawaa, anaanza kujitenga na dhambi, na yeye ndio anakuwa dini safi mbele ya Mwenyezi Mungu. Dini safi mbele ya Mwenyezi Mungu ni hii yenye kuwahurumia wajane, yenye kumwona yatima katika dhiki yake, na iliyojitenga na uovu, na iliyojitenga na mabaya, na iliyojitenga na dhambi. Hii dini si FPCT, hii dini si Katoliki, hii dini si TAG, si AGT. Hii dini ni ile iliyokuja kuwahurumia wajane, yenye kuona yatima, na iliyojitenga na uovu. Hii dini unaifikiria ni dini gani sasa? Hii ni mtu hii, kumbe hii dini inaweza ikatembea, hii inaweza ikaona wajane, hii dini na macho, lakini inaweza ikajiepusha na uovu, inaweza ikajiepusha na ndoa za mitala, inaweza ikajiepusha na ulevi. Hii dini hii inaweza ikajiepusha na uasherati, inaweza ikajiepusha na utawi. Hii ni dini, lakini nafanya haya. Umeambiwa dini yako ni ya Mwenyezi Mungu, lakini bado kuna walevi ndani. Umeambiwa dini yako ni ya Mwenyezi Mungu, lakini bado kuna wachawi. Umeambiwa dini yako ni ya Mwenyezi Mungu na inashika siku takatifu ya Jumapili, wanaitakasa Jumapili, lakini bado haina haya sifa hizi. Hii dini ni wewe utakapoamua leo kumwamini Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Na mimi ninapokuambia subiri habari za dini, sitaki umwamini Yesu Kristo uendelee kuabudu sanamu, utoke huko. Sitaki umwamini Yesu Kristo uendelee kuitakasa siku, utoke huko. Biblia inasema bali mtakaseni Kristo katika mioyo yenu. Haijasema hivyo. Nimesema bali nitakaseni Jumapili, maana ni siku takatifu. Unasoma vizuri jamaa. Nimesema itakase Jumapili, maana ndio siku takatifu. Hujasoma vizuri. Nitakaseni Jumamosi, maana ni siku takatifu. Mtakaseni Kristo mioyoni mwenu. Mtakaseni Kristo mioyoni mwenu. Unapa ananiangalia kwa huruma, sema pasua. Pasua. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Na ukitoka kwenda kwambia nenda ukasali kanisa lolote na kufundisha Mungu wa kweli. Nenda kasali TAG, nenda kasali AGT, nenda kasali FPCT, nenda kasali msikali mahali popote ambapo hawaabudu sanamu, wala hawashikilibi sanamu, wala hawaabudu siku, wanamwabudu Yesu. Maana aliyetuweka huru si siku, bali ni Yesu. Aha, nimesema naongea subiri. Sema ongea na watu wa taratibu. Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 10 na 12. Matendo sura ya 4 mstari wa 10 hadi 12. Jueni nyinyi nyote na watu wote wa Israeli ya kuwa. Jueni leo. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ambaye ninyi mlimsulubisha na Mungu akamfufua katika wafu. Kwa jina hilo mtu huyu anasimama alimzima mbele yenu. Yeye ndiye jiwe lile lililodharauliwa na ninyi waashi, nalo limekuwa jiwe kuu la pembeni. Wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote. Sema wala hakuna wokovu katika wala hakuna wokovu kwa mwingine awaye yote. Kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwayo.
Hizi ni habari za Petro. Amekamatwa na wakuu wa dini. Sema wakuu wa dini. Wakuu wa dini. Ninacheka. Siku ile nilikuwa napiga story na watu fulani marafiki zangu. Tunapiga story, jamaa mmoja akaniambia. Na hizi ni brother Pasco. Akaniambia anaanza kuwa makini. Hawa watu walimuua Yesu hawa. Angalia. Wasiaka kuchapulisha mara. Hafi mtu hapa. Sema hafi mtu hapa. Hey. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Petro na Yohana wakasababisha wokovu. Alikuwa amepoza kiwete miaka mingi, wakamwambia kwa jina la Yesu inuka. Kumbe jina la Yesu lina nguvu hata kuinua viwete. Ndio, sio kutoa mapepo tu. Mapepo linatoa, lakini pia ni kitu kidogo sana kwa jina la Yesu. Jina la Yesu hata viwete wanainuka. Ndio, kwa jina la Yesu hata vipofu wanaona. Ndio, anasema Roho wa Mungu juu yangu, maana amenipaka mafuta nihubiri wanyenyekevu habari njema. Amenipaka mafuta niwatangazie vipofu wapate kuona tena. Amenipaka mafuta niwatangazie viwete waweze kutembea tena. Nami natamka kwa jina la Yesu, kama kuna kiwete anasikia sauti hii, inuka hata kwa nyumbani, inuka. Ninatangaza. Nitangazo tu hili. Nitangazo tu. Kama yuko mtu katikati yetu amekuja naumwa, ana dakika chache sana. Maana ninaenda kutoa tangazo. Alienda uvimbo ya UK. Nitatoa tangazo dakika chache zijazo. Alienda mapepo. Fulana muombea mtu mmoja na mapepo, anasema ndio maana kwenye mkutano yako hatutaruhusu afike huyu. Nikasema kuto kufika kwenye mkutano sio issue. Huyu pepo, hili tikisiko linaathiri Chalatila nzima. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akawaambia nyinyi wakuu wa dini, mnaitakasa siku nyinyi. Mnatuambia sisi tushike siku. Mnatuambia tusubiri habari za Yesu Kristo. Tuhubiri habari za siku. Tuhubiri habari za Torati na sheria. Tuambie watu washike siku, hata kumshika Yesu. Hatutaweza kunyamaza. Amweni hivi leo mtakachofanya, lakini sisi hatutaacha kumhubiri Yesu. Mmekuwa wauaji, mmemuua huyu, lakini amefufuka katikati yenu, au ushuhuda ya kwamba ni mwana wa Mungu. Maana mmeanza zamani kuua manabii, mmeanza zamani mmemuua Isaya, mmeanza zamani mmeua kina Petro, mmeanza zamani mmeua manabii, lakini wameshindwa kufufuka. Lakini huyu, ili kuthibitisha ya kwamba ni Mungu, mlipomuua akafufuka siku ya tatu kama Mungu, ameshinda kifo na mauti. Na anasema katika hili jina hakuna wokovu wowote isipokuwa unaopatikana katika jina la Yesu. Hakuna wokovu unaopatikana kwenye siku wala kwenye kutakasa siku, bali unaopatikana katika Yesu. Hakuna wokovu kwenye jina la Mtume Petro, mara mtume endelea utuombee. Hakuna, yanayepaswa kukuombea ni Kristo Yesu, na yeye ndiye aliye na wokovu wako, na yeye ndiye aliye na uzima wako. Hakuna mtakatifu Petro tuombee. Ninasema wokovu uwe katika Kristo Yesu. Maana hakuna jina jingine tupasalo kuokolewa kwalo ila ni jina pekee la Yesu Kristo. Maana kila anayemwamini Yesu anao uzima wa milele. Na sisi tulijua hivi ya kwamba kila aliye na mwana wa Mungu anao uzima, asiye na mwana wa Mungu hana uzima. Hata kama anasali, hata kama anapaka majivu matakatifu, hata kama anaomba siku ya matawi, hata kama anaswali mara 5 kwa siku. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Wokovu unahusika na kumwokoa mtu. Kitu cha kwanza, kutoka kwenye mauti. Sema kutoka kwenye mauti. Kutoka kwenye mauti. Kitu cha pili, kutoka katika dhambi. Sema kutoka katika dhambi. Kutoka katika dhambi. Yeye ambaye hana Yesu anasema watu wote duniani wanatenda dhambi. Tunakubaliana na wewe. Watu wote duniani wanatenda dhambi isipokuwa walio na Yesu. Anasema hakuna duniani kuokoka. Watu wote hakuna aliokoka. Ninakubaliana na wewe. Watu wote hakuna aliokoka isipokuwa aliye na Yesu ameokoka. Ndio. Amen.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kutoka katika mauti. Mauti inayozungumzwa hapa sio kukata moto duniani. Ukikata moto duniani hapa tunajua sisi umelala na siku ya mwisho utafufuka. Lakini nategemea unafufukia wapi? Utakufa, utalala. Lakini siku ya mwisho utajikuta umefufukia mahali. Na kuna wengine utajikuta amefufukia mahali kwingine. Na huku sio kufa. Biblia inasema kwamba wamelala. Siku moja Yesu akiwa na wanafunzi wake na mitume 12 akasema na twende Bethania, maana rafiki yetu Lazaro amelala. Wanafunzi wakasema ya kwamba Yesu kama amelala si mwacha taamka. Ndio. Walijua amepiga mbonji. Kumbe Yesu alikuwa anazungumzia kwa habari amekata moto. Hana uhai ndani. Ndio. Kumbe kufa huku sio kufa. Kila mmoja atakufa. Usinitishie kwamba utaniua, wewe mwenyewe utakufa. Na hakuna kuniua mpaka nimetimiza kusudi la Bwana duniani. Mtu asikutishie kwamba atakuloga, naye loga mwenyewe atakufa. Huku ni kulala. Na hata Lazaro alipofufuliwa akaishi lakini akafa tena. Kumbe hakuna haja. Ukifa hata tukombe ufufuke kwa sababu tukikufufua. Na kufufua sio issue. Ni kwamba mtoto amka. Mtoto anaamka. Lakini baada ya miaka 5 tena mbele utasikia amekufa. Sio kufa kumbe huku sasa. Kuna mauti. Na hii mauti iko juu ya kila mwanadamu. Lakini kuna habari njema ya kwamba Yesu alikuja ili amwokoe mwanadamu na hii mauti. Kuna aina mbili za mauti. Mauti ya kwanza ni mwanadamu anayeishi katika dhambi. Mwanadamu anayeishi katika dhambi. Na sio kibaya kuishi katika dhambi. Biblia inasema wote, hata mimi, wote, hata kina mchungaji Sikainda hapa, wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu wote. Kumbe sio ajabu kuishi katika dhambi. Wala hutakiwi kujilaumu kwa nini unaishi katika dhambi. Haiwezekani kuwahi kuzisikia hizi habari ya kwamba anaishi kwenye dhambi ana mauti. Biblia inasema katika kitabu cha Efeso sura ya 2, asema nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu mlizokuwa mkizitenda. Mlikuwa wafu. Anawaambia watu wa Efeso waliokuwa wameokoka. Kumbe Eliabu alikuwa mfu kabla hajaokoka kwa sababu ya dhambi zake. Kumbe mama Loisi alikuwa mfu kabla hajaokoka kwa sababu ya dhambi zake. Lakini alipoamini Yesu Kristo, Biblia inasema kwamba tumeokolewa kwa neema, na huyu Yesu Kristo akatuuisha kutoka katika mauti, akatupa uzima. Ndio. Kumbe sio ajabu. Sio ajabu wewe kukaa kwenye mauti. Kwa sababu kuna kitu kimoja kijafanyika kwenye maisha yako. Kuna kitu kimoja kijafanyika kwenye maisha yako. Tumekuja tukutangazia leo ya kwamba Yesu anao uzima wa kukutoa kwenye mauti. Huyu mtu anaishi lakini amekufa. Anatembea lakini anatembea na mauti. Analima, anapura makonde. Anasema makonde nimeyachapa kweli. Nimevuna gunia 50 lakini hana Yesu. Anatembea, amekufa huyu. Unamwona anaendesha gari amekufa, lakini unamwona anatembea amekufa huyu. Ndio maana maisha yake ya kufa tu. Anaona pombe ni starehe, amekufa huyu. Anaona uzinzi ni starehe, amekufa huyu. Anaona uchawi ni sifa, amekufa huyu. Nani? Mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu, lakini kwa rehema zake Mungu akatuuisha kupitia Kristo Yesu. Kumbe kazi ya Yesu ili niokoke, lazima nipokee Yesu aliye na uwezo wa kunitoa katika mauti yangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hakuna kingine ni kifo ambacho tunakitazamia. Mtu mwingine akasema kwamba mimi nitaokoka nitakapoona siku ya mwisho nimebukia mbinguni, ndio nitasema nimeokoka. Subiri sana. Hakuna kubukia mbinguni hapa. Niesema neno cha Ufunuo sura 21 mstari wa 8 anasema bali waoga wote na wasioamini na waabudu sanamu wapo mpaka Charatila hapa, wanaabudu sanamu, na waoga na wazinzi na wachawi na waongo, sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Na hii ndio mauti ya pili. Mauti ya kwanza ni mtu anaishi katika dhambi. Mauti
mauti ya pili ni hii, jehanamu ya moto. Hii ni mauti. Lakini habari njema ni kwamba Yesu Kristo alikuja kuokoa mwanadamu kutoka katika mauti ya kwanza ya dhambi duniani. Tunapokuwa katika Yesu Kristo tumeokoka. Lakini mauti ya pili amekuja kumwokoa mwanadamu na jehanamu ya moto. Na ndio maana Biblia inasema kwamba hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu, kwa maana sheria ya Roho imenitenga mbali na dhambi na mauti. Amen. Mimi nimeokoka. Sitegemei wala siwazi kwamba kuna siku nitaibukia kuzimu. Mimi nikifa nikilala baada ya kumaliza kazi yangu nitajikuta nimebukia mbinguni. Na wala sitarajii kuokoka mbinguni, nimeokoka hapa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa usijihukumu kwa sababu unatenda dhambi. Yawezekana ulikuwa hujawahi kupata hizi habari, lakini nimekuja leo nikuletea habari njema ya kwamba Yesu anao wokovu wako, anao wokovu wa dhambi zako. Umetenda dhambi sana, yawezekana ni shahidi, umemchepuka mume wako na mume wako mpaka sasa hajui, lakini umeendelea kujihukumu peke yako, ukikaa unalia na machozi. Yawezekana umechepuka ukapata na mtoto nje ya ndoa na mume wako hajui, ukamchekazia ukasema ni mtoto wako, angalia disikio anafanana na wewe kwa sababu alikuwa hajui. Lakini nataka nikwambie yuko Yesu aliyekuja kukuokoa na hiyo dhambi isikutese tena. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Hata mitume wa Yesu walikuwa watenda dhambi kama wewe. Paulo alikuwa mtenda dhambi kama wewe. Alikuwa muuaji kama wewe. Alikuwa na roho mbaya kama wewe, lakini anatangaza baada ya kuwa amekutana na huyu Yesu, baada ya kuwa amepokea wokovu, anasema imekuwa mtu akiwa katika Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita na sasa amekuwa mapya. Wayahudi wanashangaa, wanasema hadi wewe mlevi unasema umeokoka, wanasema hadi wewe ulikuwa mzinzi unasema umeokoka. Kama hivi unashangaa. Baadhi ya watu unaona hapo wanapiga kwaya, wanasema kwepa hukumu inayokuja. Unasema hadi wewe, tunakujua wewe, tulikuwa tunang'ang'ania demu wewe tunakufahamu wewe. Tulikuwa siku moja tulipigana, tulikuwa tunakunywa pombe, ulikunywa sana nikakupiga ngumi, tukaanza kupigana. Hadi wewe unasema umeokoka. Ndio, nimeokoka. Kwanza wewe, hata Wayahudi wakashangaa, aliyekuwa mwalimu wa Sabato, mshika sheria, mshika Torati, aliyefundishwa na mwalimu wa Sabato na sheria anaitwa Gamalieli. Lakini mwanafunzi alikuwa anaitwa Paulo, alikuwa muuaji akiwaua wanafunzi wa Yesu. Lakini alipokutana na Yesu akaiacha Torati chini, akaambatana na Yesu. Akaacha uuaji chini, akaambatana na Yesu. Akaacha ulevi chini, akaambatana na Yesu. Alipoanza kuambia ya kwamba nimekuwa katika Kristo, nimekuwa kiumbe kipya, wakaanza kukumbuka matendo yake. Akasema kumbukeni yote, lakini nachokijua nalikuwa mwenye dhambi, sasa ninaye Yesu, nimepata wokovu. Wakaanza kukumbuka alikuwa muuaji, akasema nachokijua nilikuwa muuaji na sasa nimekuwa katika Kristo Yesu. Ndio. Yawezekana anajua historia zetu, yawezekana anazo habari zetu ya kwamba tulikuwa watata. Yawezekana tulikuwa watata kuliko wewe. Wewe mwenyewe ni shahidi. Unasema mzee Sanana alikuwa mtata kuliko mimi. Unasema mama fulani alikuwa kiboko. Ndio, alikuwa kiboko, lakini sasa anaye Yesu. Lakini sasa anaye Yesu. Na hatutaacha kusema ya kwamba unatujua vizuri tulikuwa watata, lakini Yesu amekuwa mtata zaidi kuliko dhambi zetu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Paulo anaambia kwa ujasiri katika kitabu cha Timotheo baba. Ndio. Wa kwanza, sura ya kwanza, sura ya 15. Huyu ambaye alikuwa ni muuaji, huyu ambaye alikuwa ni mzinzi, huyu ambaye alikuwa ni mlevi sana, huyu ambaye alikuwa ni mchawi sana, alikuwa na roho mbaya huyu. Timotheo wa kwanza, sura ya kwanza, sura ya kwanza, sura ya 15. 15. Biblia imeandika, ndio, ni neno la kuaminiwa tena la stahili kukubaliwa kabisa. Ni neno la kuaminiwa tena unastahili kulikubali kabisa, ya kwamba Kristo Yesu alikuja ulimwenguni. Wewe umesoma vibaya. Nirudie. Yesu Kristo alikuja mbinguni ili atuokoe baada ya kufa. Umesoma vizuri kweli? Ndio. Rudia tena.
Maandiko yanasema lakini tarudia mstari wa 15. Ni neno la kuaminiwa. Ndio. Tena la stahili kukubalika kabisa. Ndio. Ya kwamba ndio Kristo Yesu kuja ulimwenguni, sio mbinguni. Sio baada ya kufa. Alikuja ulimwenguni awaokoe wenye dhambi. Bwana soma vizuri. Hapo imeandika awaongoe. Wewe bwana soma Jamani mbisi sana huyu. Jamani mbisi sana huyu. Malizia. Anasema wenye dhambi rudia kwanza upya. Ni neno la kuaminiwa. Subiri kwanza. Kuna watu wanasema Yesu alikuja kuongoa. Ndio. Wenyewe hawaokoki. Ndio. Wanaongoka. Ndio. Hebu soma vizuri, usipendelee. Naomba nisome vizuri. Ni neno la kuaminiwa. Tena la stahili kukubalika kabisa. Ya kwamba Kristo Yesu alikuja ulimwenguni awaokoe wenye dhambi ambao wa kwanza wao ni mimi. Tupige makofi, msomaji amesema vizuri. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Majibu ya Paulo wakati washika dini wamekaa wanamhukumu, waliokuwa kilewa naye wamekaa wanamhukumu, waliokuwa kiloga naye wamekaa wanamhukumu, wanasema wewe si muuaji kabisa wewe, na ulimuua yani yule aliyepigwa mawe mpaka anakufa yule nani Timotheo, Stefano. Wewe Paulo wewe ndio ulimwona Stefano wewe Paulo wewe ndio tulikuwa tunalewa wote wewe Paulo wewe si una dhambi wewe, una madhambi mengi wewe Paulo wewe ufai hata wewe. Anasema ndio, ni neno la kukubaliwa tena la stahili kuaminika kabisa, ya kwamba Kristo Yesu ya kwamba Mtume Petro ya kwamba Maria Mtakatifu ya kwamba siku ya Sabato ya kwamba Jumapili Jumamosi. Sijasema mimi. Ya kwamba Kristo Yesu alikuja kuokoa wenye dhambi, awaokoe wenye dhambi, sio watakatifu, wenye dhambi. Yesu Kristo alikuja kuokoe utoke katika dhambi, na Paulo anasema sionei haya Injili kwa sababu mwenye dhambi wa kwanza alikuwa ni mimi. Amen. Waliokolewa wapige makofi na vigelegele kwa Injili. Tumalize. Walioongoka, wanaosubiri kuokoka wakifa wapige makofi pia. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Yesu Kristo alikuja duniani ili awaokoe waliokuwa na dhambi, na wa kwanza wao ni mimi. Kumbe Paulo anaposema ya kwamba alikuwa na dhambi, lakini anaposema sasa ni kwamba ameshaokolewa, sio kwamba yuko na dhambi, hajasubiri afe ndio aokoke. Sasa ameokoka. Ndio nasema vile ya kwamba tulikuwa na dhambi sawa, tulikuwa walevi kama wewe sawa, tulikuwa wachawi kama wewe sawa, lakini tulipomwamini Yesu Kristo tunao wokovu, na wokovu hatusubiri baada ya kufa. Sasa tunatembea na wokovu. Ndio maana wachawi wanatuogopa. Yaani nitangaza habari za wachawi, nafika ndani nakutana na bundi, nikasema una bahati mbaya kwa sababu ungekuwa mbuzi ningekukanga leo. Nikasema sikuachi. Naangalia madirishani kumefungwa, kuangalia kuna uwazi wowote. Najua pale shuleni kuna mabundi wengi, labda nimepitia dirishani, madirisha yote yamefungwa. Labda kuna uwazi wowote wa kumtosha bundi? Hakuna. Na mimi mchana wote nimeshinda ndani. Huyu bundi ametoka wapi? Walichanganya kutuma bundi, wangetuma hata kanjiwa. Kwa sababu jana nilikuwa na mafuta ya kutosha na vitunguu mle ndani. Haleluya. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Paulo anasema alikuwa mwenye dhambi kama wewe, lakini alipopokea Yesu Kristo, Yesu Kristo alimtolea dhambi zake. Na Yesu Kristo anatamkwa na Yohana Mbatizaji alipomwona siku ya pili anakuja kwake, akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu azichukuaye dhambi za ulimwengu. Na haikutosha hapo tu, malaika anamwambia Yusufu ya kwamba tazama, usiogope kumchukua Mariamu mke wako, kwa sababu mimba alionayo si kwa sababu alizini, si kwa sababu alichepuka. Hapana, amechukua mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Atazaa mtoto mwanaume, atamwita Yesu, maana huyu ndiye atakayeokoa wanadamu na dhambi zao. Tumeokolewa na Yesu Kristo. Hatujaokoka kwa sababu tumekimbizwa na tatu. Hatujaokoka kwa sababu tumependa kwenye ajali. Tumeokoka kwa sababu tumemwamini Yesu Kristo. Ametuondolea dhambi, ametuondolea maovu. Katika jina la Yesu. Amen. Simama kwa miguu yako. Twasema